Madha baada Ramadhan, kitu gani ambacho tutasoma baada ya Ramadhan? Madha baada Ramadhan, madha nataallamu baada intihai Ramadhan, tujifundisha nini baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan? Hiya nihayatu taa. Swali la kwanza, baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhan ndio mwisho wa kumtii Mola Subhanahu wa Ta'ala? Am bidayatu athabati alaiha, au baada Ramadhani ndio mwanzo wa kudumu na kuendelea katika kumtii Mola Subhanahu wa Ta'ala? Afanasumu fi Ramadhan wa na'udu lilmaasi ba'dahu, tufunga Ramadhani au tufunge mwezi wa Ramadhan kisha tu inapomalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan turudi tena kwenye maasiya? Ayuha al-afadhil, ayuha al-atyab, Ramadhanu kana madrasa. Lakini napenda kuwafahamisha enyi watu wema, enyi watu wazuri, anna Ramadhan, kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kana madrasatan, ilikuwa ni mfano wa chuo, madrasa. Walan hana waqtu al-amal bima taallamna, au tuweza kusema ilikuwa ni college. Baada ya kumaliza theory, sasa hivi tumekuja katika practical. Vipi tutaweza kutekeleza katika madrasa iliyotufundisha kwa muda wa mwezi mzima? Vipi tutaweza kuyatekeleza yale tuliyosoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhan? Walan hana waqtu al-amal bima taallamna, sasa hivi umefika wakati wa kuyafanyia kazi yale ambayo kwamba tumesoma, yale tuliyojifundisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumeingia katika uwanja sasa, tuko katika field baada ya kuwa tulikuwa kwa class. Madha baada Ramadhan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Fussilat aya ya 30 yatuambia hivi: innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika, wale ambao kwamba wanasema, hakika ya wale waliosema rabbuna Allah, Mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha baada ya kuwa wametamka, baada ya kuwa wamesema Mwenyezi Mungu Mola wao ni Allah, kisha wakawa watakuwa katika istiqama, tatanazzalu alaihimul malaika, basi hao watu hao wenye kufanya hivyo, malaika huteremka wakiwaambia msiwe na hofu wala msihuzunike, bal wakiwapatia bishara njema, kumaanisha yule ambaye atakayekuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan alikuwa katika ibada na kutenda mazuri na akadumu katika kufanya mazuri, basi ajue huyo ashafaulu. Falibratu ya ihibati laysa bi Ramadhan faqat, mazingatiwa si kuwa sisi tumepata Ramadhan na tumefanya ibada katika Ramadhan. Hii sio kila kitu. Ramadhan sio kila kitu, bal bima baada Ramadhan, baada ya kumalizika Ramadhan, vipi tutaweza kutekeleza yale ambayo kwamba tuliojifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ramadhan ni kama yule mtu ambaye kwamba alikwenda kuchukua kozi ya kupeleka gari, akamaliza kusoma kozi ya kupeleka gari, kisha badala ya kupeleka gari akawa anapeleka punda. Wewe umejifundisha kitu, umejifundisha jambo, umejifundisha ilmu, kisha baadaye ile ilmu unaitupa, kisha lile ambalo kwamba jambo ni zuri uliwache ushike jambo ambalo kwamba ni duni. Madha baada Ramadhan, ampokewa kuwa Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, raa rajulan fi yawm al-Eid yal'abu wa yadhhak. Sayyidina Salman al-Farisi alimuona mtu siku ya Eid, yal'abu wa yadhhak, acheza na huku akicheka. Akamwambia, faqala lahu, akamwambia yule alokuwa akicheka na kufurahika, in kana Allahu qabila minna siyama Ramadhan, ikiwa Mwenyezi Mungu ametakabali Ramadhani zetu,
falaysa hadha yawma lahwin wa la'ib. Ikiwa Mwenyezi Mungu wajua kwa Mwenyezi Mungu ametakabali Ramadhani yako au hajatakabali, falaysa hadha yawma lahwin wa la'ib, si wakati huu wa kucheza, si wakati huu wa kufanya mambo ya kipuzi. Wa in lam yatakabbal, hata kama Mwenyezi Mungu hakutakabali Ramadhani yetu, vipi utakuwa na wakati wewe wa kucheza na kufanya mambo ambayo kwamba hayana maana, ilhali kwa Ramadhani yako pengine imetakabaliwa au pengine haikutakabaliwa? Fabimadha nafrah, kwa nini tufurahike? Kana kwamba Sayyidina Salman al-Farisi atuambia yule ambaye kwamba afaa kusherehekea Eid, yule ambaye kwamba afaa kufanya jambo lolote la kuonesha ni furaha, ni yule ambaye ana hakika kwa Ramadhani yake imetakabaliwa. Mwenyezi Mungu atutakabalie Ramadhani zetu. Ayuha almuslimun, la takun min alladhina ya'buduna Ramadhan. Enyi Waislamu, musiwe ni katika wale watu ambao wanaoiabudu Ramadhani, bal kun min alladhina ya'buduna rabb Ramadhan. La takun, usiwe min alladhina ya'buduna Ramadhan, usiwe ni katika wale watu wanaoabudu Ramadhani, bal kun min alladhina ya'buduna rabb Ramadhan, bal kuwa ni katika wale watu wanaoabudu Mola wa Ramadhan. La takun kalladhi yunadhifu baytahu thumma yaudu lirami alqumamati fihi, usiwe ni kama ule mtu ambaye kwamba amechukua fagio, amechukua huva, amechukua sabuni, amepiga deki, amesafisha nyumba yake kwa uzuri mpaka ile nyumba watu wote wanafurahi wakiona. Baada tu ya kusafisha ile nyumba, amekwenda nje, zile taka zote alozitoa pale ndani ya nyumba amezirudi, amezimwaga ndani, mchanga, vumbi, uchafu, harufu mbaya. Vipi uisafishe? Vipi usafishe roho yako, usafishe moyo wako, ufanye ibada nzuri mwezi wa Ramadhani wote, tarehe moja siku ile ya Eid urudi tena utie uchafu katika nyumba yako iliyokuwa safi? Hadha maaqul? Je, hili ni jambo ambalo kwamba linaloingia akilini kuwa baada ya kuisafisha nyumba yako wewe mwenyewe uichukue uichefue tena nyumba yako? Bila shaka ni jambo haliingia akilini. Ramadhan, mwezi wa Ramadhan, tahara nufusana, ulistahirisha nafsi zetu, fala nuidha lidanas, tusirudishe tena uchafu katika nafsi zetu. Ramadhan ulitutengeneza, ukaturakibisha, ukafanya moyo wetu ukawa msafi kabisa, ukawa hauna taalluq wala mafungamano isipokuwa na Allahu jalla jalalu. Kaifa naqta'u hadha al-ittisal, vipi tutakata mawasiliano yetu na Mola wetu baada ya kuwa tulikuwa full network na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan? Qala baadhi salaf, tusidhanie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuacha na atatuangalia kwa yote tunayofanya, bali kila tunalolifanya linahesabiwa. Baadhi salaf wasema kullu yawmin la yu'sa Allahu fihi fahuwa Eid, siku yote ambayo kwamba Mwenyezi Mungu asiwi ndani yake, basi ujue hiyo ni siku ya Eid. Kisha mwingine akasema laysa al-Eidu man labisa al-jadid, Eid si siku ile ambayo kwamba utavaa nguo mpya, innamal Eidu man ta'atuhu tazid, bal Eid ni yule ambaye kwamba mtu atakaye kuongeza ibada yake. Kila unapoongeza ibada, kila unapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa anta fil Eid, basi wewe utakuwa katika Eid. Madha ba'da Ramadhan, sual ambalo kwamba narudia tena na ndio unwani ya khutba yetu. Madha ba'da Ramadhan, nini baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan? Msikilizeni bwana Mtume Muhammad katika hadithi iliyokuwa sahihi. Bwana Mtume atuambia ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qal, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ahabbul a'mal, hebu isikilizeni, hadithi ndogo sana lakini ina maana makubwa ya kutufanya sisi tuwe baada ya Ramadhani tutaendelea kuwa katika mambo mazuri. Ahabbul a'mal, amal inayopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, adwamuha wa in qal, ni ile amal ambayo itadumu. Si lazima wewe utamka usiku kila siku, na si lazima wewe utasali raka 1000. Sali raka 20, lakini iwe swala zile zitadumu. Sali raka 4, lakini swala ile raka 4 itaendelea. Funga, usifunge kila siku, funga siku ya Jumatatu peke yake, au funga Jumatatu na Alhamisi peke yake, lakini udumu nayo. Ni bora zaidi kushinda kusema mimi nitaswali raka 1000, usali siku 3 siku 4 kisha baadaye uache. Habbul a'mal, amal inaupendekeza zaidi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala,
adwamuha ni ile yenye kudumu, wa in qalla, hata kama amali yenyewe ni chache. Fakun thabitan ala alquran, ewe ndugu yangu, ewe unaonisikiliza, kun thabitan ala alquran, usiache Qur'an. Usiseme kwa Ramadhani imekwisha, basi ule msahafu wangu ulikuwa nimeweka hapa nikisoma kila siku juzu moja ama juzu mbili, wacha nikaurudishe pale kwenye boksi chini, tusubiri paka Ramadhani nyingine ije. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall, amal bora zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni ya kudumu hata kama ni chache. Ramadhani si mke ambaye kwamba utampa talaka. Ramadhani sio mke ambaye kwamba utampatia talaka muachane, haiwezekani. Ramadhani itabakia kuwa ni Ramadhani. Hata ikimalizika Ramadhani, bado zile amal zinazofanya katika Ramadhani zapatikana nje ya Ramadhani. Fakun thabitan ala alquran, endelea kusoma Qur'an. Ala siyam, endelea kufunga. Kuna wengine washamaliza jukumu lao la mwaka mzima. Mimi bana, saumu ninayoweza ya Ramadhani peke yake, sitaki saumu ya Jumapili, Jumatatu, wala sitaki saumu. Hizo bana mtanisamehe bana, mmefunga mwezi mzima tena wataka na siku Jumatatu na Alhamisi mfunge? Tosha bana. Na mwingine akifunga afunga si kwa sababu afunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Asema kuna rafiki yangu ameniambia bana, ukifunga siku ya Jumatatu na Alhamisi basi utakuwa kama umekwenda gym, kama uko fitness. Wamebadilisha zile ibada, imekuwa ni fitness, badala ufanye ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La tatruk as-siyam, usiwache kufunga. Hata kama hutoweza kufunga Jumatatu na Alhamisi kila wiki, basi funga angalau kila mwezi ayyamul bidh. Funga ayyamul bidh, tegua katika siku ambazo kwamba utakuwa na iltizam, lakini usiziwache, udumu nazo, kwa sababu ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall, amali iliyokuwa bora zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni ile yenye kudumu hata kama ni chache. Hafidh ala alqiyam, hafidh, kun thabitan ala alqiyam, endelea kusimama. Usione kuwa kusimama kuswali usiku ni Ramadhani peke yake. Nyanyuka, hata kama utainuka kabla ya swala alfajiri kwa dakika 10, dakika 20, inuka usiku, swali sala zile ambazo kama utakazo kujaliwa kuswali. Hata kama utainuka uswali raka 2, lakini usifanye sala ya qiyamul layl ni ya Ramadhani peke yake, bal itabakia qiyamul layl kabla baada ya Ramadhani na itaendelea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiingia thuluthil layl, ikiingia thuluthi ya mwisho, akishuka katika wingu wa kwanza, akija akiwaita waja wake, akiwaambia yuko wapi mwenye shida nimkidhie, mwenye haja nimkidhie haja zake, mwenye maombi aniombe nimpatie. Hii sio Ramadhani peke yake, bali ni kila siku katika maisha yetu. Jambo lingine ambalo kwamba ni muhimu baada Ramadhan, siyamu 6 min Shawwal, kufunga siku 6 baada ya Ramadhan ambazo kwamba zaitwa 6 min Shawwal. Tujiulize, tumefunga mwezi mzima wala hatukuumia wala hatukupata tabu, kwa nini basi washindwa kufunga siku 6? Mwajua thawabu zake? Bwana Mtume Muhammad sallallahu rabbi wasallam alayhi katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim asema, man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyamid dahr, mwenye kufunga Ramadhan kisha akafuatanisha baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, akafunga si siku 20 wala si siku 10, bali ni siku 6 peke yake, wiki moja kupungua siku moja. Ukifunga siku hizo 6 ni sawasawa ulofunga mwaka mzima. Yule ambaye kwamba labda pengine hajaanza, waweza kuanza kesho, pengine alikuwa mgonjwa au amechoka au ana dharura, kesho unaweza kuanza kufunga. Funga siku 6. Wale walioanza kuanzia tarehe 2 ya mwezi wa Shawwal, siku ya Jumapili wamaliza. Angalia siku zinavyopita haraka haraka. Man sama Ramadhan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr, mwenye kufunga Ramadhan akafuatiliza baada yake siku 6 ni kama alofunga mwaka mzima. Mwenyezi Mungu atuwafikie na sisi kuziweza kuzimaliza. Jambo la 3 muhimu sana, madha ba'da Ramadhan, adh-dhikru wal istighfar, kuleta dhikri na kumtaka msamaha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fakam baina man yaqul Allahumma taqabbal minni, kuna tofauti kubwa kwa yule ambaye kwamba anakaa huko akimwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabb taqabbal minni, nitakabalie Ramadhani yangu.
wa baina man yajlisu ala almaqahi yastajilu suquta min aini Allah, na yule ambaye kwamba tayari amekuwa sasa yeye aonekana katika vigwaro ambavyo kwamba havifai. Wengine washaanza kuchonga, walikuwa wameacha kuchonga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wengine wamerudi katika uzinifu baada ya kuwa walikuwa wamejiziwia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tofauti kubwa sana kwa yule ambaye kwamba anayosema Allahumma taqabbal minni, amefunga Ramadhan kisha akawa ananyanyua mikono yake miili akwambia ya Rabb taqabbal minni, nitakabalie Ramadhani yangu, na yule ambaye kwamba tayari ashafungua milango ya madhambi. Falfarqu shasi', farki ni kubwa sana baina hawa watu wawili. Jambo la 4, madha ba'da Ramadhan? Muraja'atu niyya wal ikhlas. Tutizame nia zetu, tumetia nia gani baada ya Ramadhan? Wal ikhlas, na kumfanya kila kitu kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fi Ramadhan akhfaina as-siyam, katika mwezi wa Ramadhani tulikuwa tukifunga na hakuna mtu anayejua kama sisi tumefunga ama tumekula. Faldukhfi al'an as-sadaqat wad-du'a, sasa hivi zile sadaka tunazozitoa pia tuzitoe kwa siri, mtu asizione wala tusijulikane kama tusaidia mtu yoyote. Tutoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile tulivyofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa ajili yake yeye peke yake Allahu jalla jalalu. Mwisho namba 5, almuhafadha ala qalbin hayy, lazima moyo wetu tubakishe ukiwa hai, tusikubali moyo wetu ufe. Kwa sababu gani? Idha wadda'ta Ramadhan fala tuwaddi' al-Qur'an, unapoiwaga mwezi wa Ramadhani usiiwage Qur'an, wala tuwaddi' al-layl, wala usiwage zile ibada za usiku, wala tuwaddi' an-nadam ala dhunub, wala usiage kujuta kwa ajili ya madhambi. Kila siku endelea kujuta kwa makosa unayoyafanya. Ayuhal mu'min, faza man thabat, hakika amefaulu yule ambaye kwamba atakayekudumu katika khairi. Wa khasira man naqas, na amekasirika yule ambaye kwamba atakayekuharibu na kubadilika na kurudi katika madhambi yake. Inna rabba Ramadhan huwa rabbu Shawwal, mwezi wa Ramadhan ndio mwezi wa inna rabba Ramadhan, mola wa Ramadhan huwa rabbu Shawwal, ndiye mola wa mwezi huu wa Shawwal. Wa dhulqa'da wa dhulhijja wa kulli zaman, ndiyo mola wa zama zote, hakuna mola wa Ramadhani peke yake. Al-Imam Ibn Rajab asema kaifa yafrahu bi Ramadhan man khafa an yakuna min al-mardudin, vipi utafurahi kumalizika Ramadhan ikiwa wewe hujijui labda pengine ni katika watu walopigwa na uso, saumu yake haikukubaliwa. Fastaghillu ma baqiya min a'malikum, batilizeni zilobakia katika umri zenu. Fa innal a'mala bil khawatim, kwa sababu amali yazingatiwa mwisho. Usidhanie Mwenyezi Mungu atakuangalia ulianza kufunga tarehe ngapi Ramadhani ya kwanza, atakuangalia sasa hivi. Leo ukiondoka hapa duniani, je, umekufa katika hali gani? Innamal a'mal, hakika amali zozote bil khawatim, yazingatiwa mwisho. Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu inshallah tutakabalie saumu zetu, Mwenyezi Mungu tutakabalie amali zetu, Mwenyezi Mungu arujalie an naisha ayyamana kulluha Ramadhan, tuishi maisha yetu yote iwe ni Ramadhan. Mwenyezi Mungu atuangalie kwa jicho la huruma, Mwenyezi Mungu atudumishe katika khairi, Mwenyezi Mungu atie mapenzi ya dini yake, Mwenyezi Mungu atufungamanishe na kitabu chake, Mwenyezi Mungu atufunganishe na misikiti, Mwenyezi Mungu atufungamanishe na kuinuka usiku kusali, Mwenyezi Mungu atufungamanishe katika kila la khairi, Mwenyezi Mungu atie mapenzi baina yetu, Mwenyezi Mungu aondoshe bughdha na hasad na chuki baina yetu, Mwenyezi Mungu ajalie majumba yetu yawe yatakuwa na nuru iliyobakia iliyotoka katika Ramadhan idumu, iendelee maisha yetu yote tuishi katika nuru ya Ramadhan. Mwenyezi Mungu atujalie ni wale wenye kusikiliza mazuri na kuyafuata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.